Senator Cleophas Malala. Hapa ni Othaya. Othaya, mnasemaje? Mnasemaje? Mimi nimetoka kule Western Region, na huko Western Region wamesema Ruto must go. Hapa mnasema Ruto must go. Hebu tujaribu. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Aende must go. Mwizi. 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 Arambe. Huyu jamaa tutampeleka nyumbani. Wiki iliyopita tulikuja hapa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Vile tulikuwa ndani ya kanisa, William Ruto alituma mbunge wenyu na watu fulani wakuje watupige ndani ya kanisa. Na vile walikuja kule, walikuwa natafuta maisha ya Rigiji. Walitaka kupiga Rigiji risasi. Juzi tumeenda pale kwa Inspector General yule IG, tukaingia kwa ofisi yake. Hapo ndio nilijua huyu Rigiji ni mwanaume. Aliangalia huyo Inspector General Kanja kwa macho, akamwambia, wewe Kanja, wewe ukitaka kuniua, nimejileta hapa leo, wewe uniue kwa ofisi yako. Huyu Rigiji aliambia Inspector General kwamba afadhali auwe yeye, lakini aachane na wamama na watoto wa Othaya. Tuliambia Inspector General kwamba tuko na two conditions, kwamba mkitaka tuache hii maneno, wale maaskari ambao walikuja kutupiga hapa marisasi mpaka washikwe, wakamatwe na wafutwe kazi. Vile Rigiji alisema kwamba hatutaacha hii maneno kama William Ruto hajashika wale askari ambao waliua Gen Z wetu wakati ya maandamano. Sisi tumesikia jana William Ruto akisema kwamba ako tayari kurejeshea na kukompensate wale Gen Z ambao waliaga. Akasema ati kwamba hao ma Gen Z, ati those are heroes. William Ruto, tunataka kuuliza, kama hao watu ni ma heroes kwako, mbona uliwapiga risasi mpaka kuwaua? William Ruto anaua vijana wetu. William Ruto ukiandika kwa WhatsApp anatuma watu usiku, wana abduct wewe na anakunyonga. We want to ask William Ruto, you've killed the youth of this republic physically. You are now killing them and killing their dreams. Juzi mumeona ameharibu masomo. Ati anasema watoto wote waende shuleni bila hata school fees, bila hata uniform. Tungependa kuambia Wakenya kwamba the World Bank imekopesha pesa serikali ya Kenya ya free secondary na free primary education. William Ruto amekula hiyo pesa. Sasa anaambia wanafunzi ati waende shuleni bila school fees. Sisi tumesema tukitaka kuweza huyu William Ruto next term, sasa amesema watu waende bila school fees. Wazazi wote
Kenya, msilipe, tupeleke bure, tuone kama hizo shule zitafanya kazi. Tukubaliane hiyo, watu waende shule nini bure. So William Ruto, sisi huyu jamaa acha nikwambie, kama iko mtu anatetemeka saa hii, William Ruto alifanya hesabu mbaya. Alikuwa na huyu Rigiji kama deputy president, akarusha Rigiji. Akawa na mimi kama secretary general, akanirusha. Akawa na Justice, akarusha yeye kama attorney general. Sasa alikuwa anakimbilia kuenda kule Nyanza, ati anajua kwamba Raila akishatoka ati sasa yeye ndio atachukua ile ya Nyanza. Leo Gladys Wanga ameambia William Ruto ati ndio ODM na UDA wafanye kazi pamoja, ati wagewane serikali 50%. Sasa leo nimekuja hapa kuambia ndugu yenu huyu deputy president bandia neno nani? Soprano. Sasa William Ruto anataka kurusha Soprano baada ya kumtumia kunyanyasa ndugu yake, sababu wanasema ati 50-50. Lakini sisi tumesema sisi hatujali. Ukiangalia huyu Rigiji, Martha Karua, Justice Muturi wamefunga hii mlima. We are sure nyinyi watu wa mlima mtatupatia kura milioni 6. Huyu Kalonzo yeye amefunga watu wa Eastern na watu wa Ukambani, atatuletea kura milioni 3. Huyu Matiang'i amefunga kule Kisii, atatuletea kura ya Kisii yote 1.5 milioni. Na kule Ingo, kule nyumbani, huyu Cleophas Wahungu Malala na Eugene Wamalwa na George Natembeya, tutaleta kura zetu milioni 4 hapa kwa hii kambi. Ndio maana mnaona William Ruto ameanza kubabaika. William Ruto ameanza kutetemeka. Huyu William Ruto tumeshika yeye makende. Tufinye tusifinye? Tufinye tusifinye? Aende nyumbani asiende? Huyu jamaa tumemalizana na yeye. Tumemalizana na yeye. Ameenda kule Kisumu, anadhania amepata Wajaluo wote. James Orengo amekataa mambo yake. Babu Owino amekataa mambo yake. Owalo wamekataa mambo yao. Hao viongozi wa kutoka kule Nyanza wamesema watatoka kule wakuje wajiunge na sisi tuunde serikali ambayo inakuja. So when we tell Kenyans that we are serious about rejecting William Ruto, we are very serious. Jambo la mwisho, mimi nataka kuwaonya na mnisikie, vuvuzela nyamaze. Mimi nimekuwa Secretary General wa UDA. Mimi nimekuwa nikikaa kwa cabinet na William Ruto. William Ruto hako na njama kubwa ya kumaliza jamii ya Mkikuyu. Mimi nawaambia na munisikie, mimi sio Mkikuyu. Mimi nawaibia siri. William Ruto ako na njama na akasema ako na formula ya kumaliza. Formula ya kwanza, awamalize kiuchumi. Ndio unaona ameanza na kuanza kumaliza mambo ya kahawa, mambo ya majani chai, mambo ya maziwa. Jambo la pili, William Ruto akasema hao Kikuyu wanazaana sana. So nataka niwamalize kwa kuregesha pombe haramu. Ati ndio mkikunywa pombe
inamaliza machine, badala ya kulala juu ya kitanda mnalala chini ya kitanda. Na formula ya tatu, William Ruto amesema anataka kumaliza viongozi wengi. Sasa ameweka risasi hapa kwa Rigiji. Sisi tunaambia William Ruto, kama wewe ni mwanaume, jaribu kugusa huyu Rigathi Gachagua, utaona hii Kenya mahali itaenda. Tumetangaza kwamba tarehe 16 kama William Ruto hautakuwa umeshika wale maaskari walikuja kutupiga hapa Othaya na wale ambao waliua majenzi, sisi tunatangaza maandamano Kenya nzima mpaka uende nyumbani. Aende asiende? Aende asiende? Mimi niko na swali. William Ruto anawaita ninyi ni wapumbavu, lakini mimi nataka kujua kama leo ninyi mnajua ninyi ni wapumbavu ama ninyi ni werevu. Na niko na mtihani yenu. Niwapatie mtihani nisiwapatie? Mko tayari? Niko na swali 4. Swali ya kwanza, leo hii William Ruto akisimama kura, muende hapa kwa polling station, mupate sura ya William Ruto na sura ya Rigiji, mtapigia nani kura? Mtapigia nani kura? Mmepata. Swali ya pili, leo hii mukienda hapa kwa polling station, mupate sura ya William Ruto na Kalonzo Musyoka, mtapigia nani kura? Mtapigia nani kura? Mmepata. Swali ya tatu, leo hii mukienda hapa kwa polling station, mupate sura ya William Ruto na Matiang'i, mtapigia nani kura? Mtapigia nani kura? Swali ya mwisho, na hii ni ngumu kabisa. Hii mkianguka tutajua kweli William alikuwa anasema ukweli. Swali ya mwisho, leo hii mkienda hapa kwa polling station, mupate sura ya William Ruto na Kondo, mtapigia nani kura? Mtapigia nani kura? Hebu tuone watu wa Kondo. Nataka kujua ninyi ni watu wa DCP. Nataka tuwafundishe. Mnajua huyu Rigiji ndio party leader wa DCP. Mimi ndio deputy party leader wa DCP. Wakati walikuwa na mtoa, mimi nilisema kama mnatoa Rigiji, hata mimi natoka na yeye. Nataka muingie kwa chama cha DCP, mujiandikishe. Wanajaribu kusema hii chama ni ya mlima. Hii chama sio ya mlima peke yake. Hii chama ni kama mtoni ambayo inaanzia kule kwa mlima, inateremuka, inakata Narok, inakata Rift Valley, inafika mpaka kule Western. Diposa kwa by elections zilizopita, sisi kama chama cha DCP tulichagua MCA kutoka kule Kakamega County kwa ward inaitwa Kisa East. Huyo MCA alisimama kwa chama cha DCP, akapigana na UDA na ODM na tukawashinda wote. Muliona tulipeleka vita kule Narok, UDA wakaweka mtu, ODM wakaweka mtu, DCP kaweka mtu. Kule Narok tulishinda hiyo kiti na DCP. Muliona pale Nairobi mahali makabila zote zinaishi, DCP ilishinda kura ya Kariobangi pale. Mimi nawaomba tafadhali, hapa Othaya mahali mtoni ya DCP inaanza, mimi nawaomba kutoka kwa MCA kwenda katikati mpaka juu, mnapigia chama gani? Nataka nikisema DCP mnasema sikiza ground. DCP, DCP.